naomba tuangalie maneno ya Mungu. Nagomba turabe amajambo y'Imana. Mtumishi wa Mungu ametutembeza, umukozi w'Imana yatutwaye kure. Kama ulikuwa hujasinzia, namwe utari usinziriye, kwa kweli maneno ya Mungu mazuri sana, amajambo yari meza cyane, na ninaomba mnirekebishie, mniwekee kamonita kamoja tu nikasikie. Yaani hapa nataka niseme maneno fulani ambayo kidogo yatuvusha tufikishe sehemu. Ngomba nsoma amajambo nifuza ko dushitse ahantu, maana tuko hapa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Tulingaha kubw'integuro y'Imana. Hapa kuna maneno hapa nimeyaandaa, hariho amajambo ngaha nateguye, yamelia moyoni mwangu kwamba niyaseme, yagumye mu mutima ngo bariyo mvuga. Sasa hii karatasi yangu nayo ikisha jifunika inanisumbua. Rupapuro rwanje nago yo gwizinze rurango. Sasa nimeandaa ujumbe unasema, nateguye ubutumwa buvuga, na mimi mpaka nipafikie nilipoandaa ni ngombwa manze ndahashika, nimeweka alama. Sasa pananichenga kabisa, nasize ikimenyetso ariko ndabona bimenga birangoye. Naomba tufungue kitabu cha Injili ya Marko, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Marko sura ya 11. Marko igice cha 11. Hayo maneno yamegusa moyo wangu, ayo majambo yafashije umutima wangu. Nilitamani kuendelea na somo la jana, na ninashatse kumenya n'abana benshi gwaciye cyane kuvuka mipaka, kujabuka imbibe, kuvuka mipaka, kujabuka imbibe. Lakini nakumbuka nilizungumza vile ngome ilivyoanguka, ariko ndibuka ko navuze ingene uruhome rwazindutse, na ukuta wa Yeriko ulikuwa mpana sana, nubwo uruzitiro rwa Yeriko ko rwari rwagutse cyane, na tukaona kwamba kilichosababisha, turabona yuko walizunguka, barazungurutse. Lakini pia mahali pengine tumeona kwamba makuhani walilibeba sanduku la agano, na twabonye ko abaherezi nabo bari bateruye isanduku. Tuliona pia kwamba hata mto wa Yeriko, twarabonye ko mto wa Yordani, n'uruzi Yordani ilipasuka wakavuka kwa sababu ya nyayo za makuhani, bacizemo kabiri kubera ibirenge byabo. Tuliona vile ambavyo watu wanatamkiwa maneno, twabonye ko abantu bavugwa kwa majambo, wakikutamkia maneno ya ajabu, bakakuvuga kwa majambo yanakukamata, aragufata, na kazi inakuwa hivyo hivyo, n'igikorwa kibukuru, na huwezi kutoka, na ushobora kubivamo mpaka agizo lingine litokee. Ni ngombwa ili sezano liboneke. Lakini pia mchungaji ametupeleka sana kwa mbali zaidi, pastor yatugejeje kure cyane, kaona kuna tabia au kuna dhambi zinazofuata hata ukoo. Turabona yuko hari ingeso n'ivyaha bikurikirana. Kuna familia akisha tokea mmoja kajinyonga, hari umuryango havuyemo umuntu umwe ariyahura, akijinyonga mtu kwenye familia, yarinze yiyahura muri uwo muryango, hata wajukuu watatokea, nabuzukuru hazoboneka mu biyahura. Yani inakuwa ni roho inayofuatilia, habaho nyene impwemu yakara. Unapona tu pale utakapoingia kwa Yesu sawa sawa, ukira iyo winjiye neza muri Yesu, unapona, urakira. Sasa tunapoangalia maneno haya, turavye amajambo y'Imana, andika ujumbe unasema nguvu ya kinywa. Andika ijambo livuga ngo ubushobozi bw'ururimi. Nguvu ya kinywa, ubushobozi bw'ururimi. Nguvu ya kinywa ina maneno ikitamka yanakuwa. Ubushobozi bw'ururimi iyo buvuze ikintu kiraba. Kuna binti mmoja, hari umwigeme umwe kule Mwanza, ilikuwa 2015, hari muri 2015, nilikuwa nafanya mkutano uwanjani, nari mfise igikorana hano ku kibuga, na baadaye nikapata nafasi ya kusimama tukao wahubiri wawili, hanyuma ndahagara turabavuga ubutumwa babiri. Tena sasa ilikuwa ni wanazindua tawi jipya, na bariko barugurura irindi ishami rishasha. Baadaye hanyuma kulikuwa na msichana mmoja ambaye alipewa uchawi akaukataa. Hari umwigeme umwe yahawe uburozi arabwanka. Baada ya kukataa uchawi, amaze kwanga ubwo burozi, sasa mama yake akamtupia nguo. Nyina we acamuterera kw'impuzu. Alichukua tu akazonga, yarafasha arazivungagura, kuzonga.
Zifungeni. Yani nguo ukikamata alafu kaikusanya pamoja inaitwaje? Yarayizinga zinze. Alipoizongazonga ile nguo amaze kuyizinga zinga akamtupia, aramutere. Sema hata kama umekataa mimi nakupa. Ati ndaguhaye. Yule binti akakimbia, wa mwigeme ariruka. Ile nguo ikashika mti uliokuwa na majani. Ya mpuzu ifata igiti kifise amashami. Mti mbichi kabisa. Igiti kibisi cyane. Nguo ilipokamata tu, impuzu imaze gufata cha giti, yani mti ulikauka majani hapo hapo. Igiti cyashe cy'umubwo nyene muri ako kanya. Huyo msichana mapepo yalipoamka, uwo mukobwa ibisigo bimaze kuvyuka, yakatueleza hivi, biratubwira biti, huyu hata kufa ameolewa, huyu ntazopfa arongowe. Tulimpa zawadi akakataa, twamuhaye agashimwe arakanka. Sasa none hata kama likataa, naho yase hawezi akapona, ntashobora gukira. Na hata akipona, naho yokira, atakufa hivyo hivyo, azopfa uko nyene. Kama ni maombi tuliomba hayakupungua masaa mawili. Namba n'amasengesho twasenze, wachungaji twagiye munsi y'amasaha abiri, mpaka tulivua tai siku. Warasenze turakura n'amakaruvati. Yani wale waombaji wanaoombea babasenze basenga, waliomba wakanyosha mikono, barasenze bararuha baraheba. Ilikuwa pale Sengerema mjini, hari Sengerema mu gisagara. Alipopona tukamuuliza, amaze gukira turamubaza, wewe dada, tueleze una siri gani? Wewe mukobwa tubwire ufisi ibanga limaze gute? Akasema hata hivyo ni kwa sababu nimeokoka. Na nubu nukubera nakijijwe. Mimi nilelewa na shangazi, jenerezwe na nyogosenge, lakini akataka kunipa nini? Uchawi. Hanyuma agomba kuma uburozi. Asema hana mtoto mwingine wa kuachia. Aravuga ati nta mwana afise wo gusiga. Kwa hiyo ananiachia. Na ilikuwa ni mazungumzo ya muda mrefu. Na yali yagonde kubima, yali yabimbwiye hazi igihe kirekire. Tulikuwa tunaongea kila siku, ananibembeleza. Turiko turavugana imisi yose, yagoma akalazimisha anipe kwa nguvu. Aranyinginga rero ngo ame ku nguvu. Nilipoamka kukimbia, akachukua nguo yake akazonga akanitupia. Magurutse ngo niruke, acantera impuzu. Ule mti ukauka, mimi ninaona kwa macho. Ico giti cyaciye cyuma, ndiko nditegerezanye, ndiko ndaraba. Ni kauli tu, ni jambo gusa. Kuna mtu mmoja, hariho umuntu umwe alienda kutafuta dawa za kulimia, aza kurondera muti wo kulimirako, ili awe anapata chakula kingi, kugira ngo azaronka indya nyinshi. Alipopata dawa hizo, amaze kuronka iyo miti, kumbe wamempa mapepo, nabo bamuhaye ibisigo, yakaanza kumsumbua, bitangura kumubabaza, ikabidi akubali kuwa mshirikina. Hanyuma acha yemera kuba umurozi. Sasa ambapo ameanza kuwa mchawi, hanyuma aramaze kuba umurozi, mpaka kijijini wakamuogopa, no mu gisagara arimwo. Na ninataka nikwambie, katika watu warafi, nagomba nakubwira mu bantu b'uburyarya, warafi yani ni sawa na mtu chakula kikiwa hapa hataki wengine wale, yani anataka chota jikusanyie. Wanaitwaje? Gisambo, indandende, umwanguho, indangali, umwanguho, indangali, winda yigalishe, sawa, agomba byose yikusanyie. Hakuna mtu muravi kama mulevi. Na muntu w'indandende nk'umuntu w'imboregwa, akiwa pombe, anyoye inzoga, anatamani zitoke, agomba ko zivamwo, aongeze zingine, ashire mizindi pombe, inzoga. Sasa huyu baba, hanyuma uwo papa, kwa kuwa alikuwa mchawi amezidi kipimo, kuko yari umurozi ari kurundi rwego, hata kikoroga pombe walevi waliogopa kwenda kunywa, naho yenga inzoga abanywi baratinya kuja kuyinywa. Ilishindikana kwa namna yoyote, byaranse mu buryo bwose. Mwisho akawa kijijini hakuna anayetembea kwake. Hanyuma muri ico gisagara nta muntu atembea. Ilikuwa mwaka 1995, hari mu gihe 1993. Nilienda kuhubiri pale, ngenda kuvuga. Ilikuwa kijiji ambacho nimeanzia kazi mimi.
Tali igisagara natanguriye nilipoanzia, aho natanguriye igikorwa. Sasa yule mzee hanyuma wa Mutama akasikia Moses Krora amekuja kuhubiri Kibondo. Yumva ngo Moses Krora hata ni kwa Moses. Ndio. Amehubiri sana Burundi. Ndio. Sasa wakampeleka, yale mapepo yalimzidia, akaenda kuombewa kule. Hanyuma vya bisigo byarahavuye bimurengera ajya gusengerwa aho hantu. Wakamwombea, lakini kwa kuwa kiini cha majini kilikuwa nyumbani, baramusengera ariko kuko itsico y'ivyo bisigo byari muhira, ikabidi hakupona, ntiyakitse. Mwisho wakaniletea taarifa, hanyuma banzaniriza mzee fulani anahitaji kuokoka, Umutama kanaka agomba gukizwa. Nilikuwa na kwaya nimeialika, nari mfise korali natumiye. Kuna kwaya moja kule kwetu, hari korali imwe hari iwacu kwenye misheni yetu, muri misioni y'iwacu, na tukaenda sasa pale, turagenda aho hantu, tukaenda kuomba, tuja gusenga. Yule mzee akasema hivi, wa Mutama aravuga ati, nitakavyokupa utaviweza? Ivyo nza kuguha uraza kubishobora? Nikamwambia kwa jina la Yesu naviweza. Ndavuga nti mu izina rya Yesu ndaza kubishobora. Akachukua mkuki, aratora icumu, akasema kila nikichoma sehemu aho nza gucumita aho hantu, aho nshinze aho hantu, unachimba hapo hapo. Akichoma mkuki pale, aho nza gushinga icyuma aho hantu, unaanza kuchimba, muze gucamwa imbaho nyene. Tulichimba kuanzia saa 9, twatanguye kuimba guhera saa 9, tukaenda mpaka saa 11, tunachukua vitu mbalimbali mpaka gushika 11 dutora. Ilikuwa na timu ya waimbaji 30, nani mfisa abaririmbyi bashika 30. Kila mmoja alikuwa anachukua vya kwake alipopanga, wengine hauambiwi chukua. Nakwambia hivi, ndakubwira, tulichoma yale matakataka, twarabituri ivyo bintu masaa 2, amasabi haya kuisha, nivyaheze. Tukachimba shimo kubwa kama kaburi, tulimba ikinogo kimeze nk'imva, tukazika. Yule mzee tukamwombea, mapepo yakasema, wa Mutama alitutafuta mwenyewe hatuondoki, alitutafuta mwenyewe, yaraturondeye wenyene, hatuwezi kuondoka, ngo ntidutahe. Yule mzee alikuwa na wake 2, wa mugabo yarafise abagore 2. Tulimwambia hivi, twamubwiye irudi kwenye nyumba ya pili, haya nakuja kukuchinja. Niwasubira ku mugore wa 2, ibi nivyaza bizoshe kuanzia siku yule mwanaume aliokoka kaacha, na vile vitu tuliendelea tulichoma siku 3. Wa mugabo siku ya kwanza havikuisha, tuliye iminsi 3, tukarudi siku nyingine tukachoma, havikuisha. Kwa mara ya mwisho tulichoma sahani za plastiki. Kumusugira 3 twatuliye isahani zijya plastiki. Hizo sahani ukiweka maji kwenye moto, hata maji angechemka, hazijaungua. Izo sahani ushize kwa amazi zikumuriro ukazishirako, zozo nzaba zitarasha. Mwisho zile sahani ziliungua, na mapepo yakasema hivi, hii ndio nyumba yetu, tunaamua kuondoka. Nyuma za sahani zarahiye, ibisigo bivuga biti, iyi niyo yari inzu yacu, none turagiye. Yule mzee ana miaka kama 90 mpaka leo anaendelea na wokovu. Wa Mutama afite miaka 90. Nataka kuzungumza, nguvu ya kinywa ni mbaya sana ikikutamkia vibaya. Nagoma mvuge ubushobozi bw'ururimi iyo bakuvuze. Kuna watu hapa mmetamkiwa vibaya. Leo tunataka tubadilishe kauli iliyotamkwa juu yako. Uyu munsi twagomba duhindure izo nkomezi zabaye kuri yo z'ururimi kugira ngo bihinduke. Mimi nimeshuhudia kuna ndugu wengi wametamkiwa. Jewe narabibonye cyane abantu bamaze kwatugwa kwa majambo. Sasa neno la tamko linatamkwa kwenye ulimwengu wa kawaida. Ijambo livuzwe livuga ku isi isanzwe, linakuja kuharibu kwenye ulimwengu wa kiroho, hanyuma likaza kuonona ubuzima bwawe bw'imihembo, likarudi tena kwenye ulimwengu wa mwili, hanyuma likaza no mu buryo bw'umubiri. Au jambo jingine au irindi jambo linaweza kutamka kwenye ulimwengu wa kiroho, linashobora kuvuga mu buryo bw'imihembo, lakini linakuja kuathiri kwenye ulimwengu wa
kimwili, likaca ryonona mu buryo bw'umubiri. Sijui kama kuna watu wananielewa. Sinzi ko muntahura. Sitakuwa na maandiko mengi, ndakwambia tu utakwenda kuyasoma mwenyewe. Na nyandiko nyinshi nza gusoma, ndaza kukubwira nakupa, alafu utakwenda kusoma hakikisha. Ndakubarira uzoza kwisomera wewe. Kwa hiyo yanayotamkwa kwenye ulimwengu wa giza, kubwiriza ibivugwa mu buryo bw'umwiza, baadaye hali ya maisha ya kawaida unaona madhara yake, hanyuma mu buzima busanzwe urabona ingaruka yake. Hebu tuangalie neno moja hapa katika Marko 11:12 mpaka 14. Tugomba turabe mu butumwa bwiza bwanditswe na Marko igice cya 11 guhera ku murongo wa 12. 11:12 mpaka 14. 11:12 gushika ku murongo wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Jambo jema livuga ngo, imeandikwa hivi, ule mstari wa 12 ku murongo wa 12 handitswe ngo, hata asubuhi yake alipotoka Betania aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipoufikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo na hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Soma na wewe. Bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje, akiri kure abona umusukoni ariko amababi, arawegera ngo kumbure yogira icawuronkako, icawusangako. awushitseko ntiyagira icawubonako atari amababi, kuko kitari igihe cyo kwama k'umusukoni. Ariko arawubwira ati, ntugapfe haruriye ku nsukoni zawe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Yesu anatafuta sababu ya kufundisha wanafunzi. Yesu avuga intumbero yo kwigisha abigishwa biwe. Anatafuta sababu awafundishe jambo fulani. Arondera nyene yo kwigisha abigishwa biwe jambo. Anatafuta kuonyesha kwamba neno lina nguvu kuliko chochote. Agomba kubereka ko neno linapotamkwa kwa imani. Iyi jambo livuzwa mu kwizera. Neno linaposemwa kwa imani, iyo livuzwa mu kwizera, inafanya kazi kuliko kawaida. Likora igikorwa kidasanzwe cyane. Neno linapotamkwa, likitamkiwa mtu, iyo ijambo livuzwe likavugwa ku muntu, linafanya kazi kuliko hata yeye aliyelitamka. Lirakora igikorwa gusumba mbere n'uwalivuze. Wenye watoto mnyoshe mikono. Mliona watoto? Abantu bafise abana, mliona watoto wote mkutano mzima, nyosheni ngorora amaboko bafise abana mwese. Ninataka niwaambie, nagomba ndababwire, tumeshindwa kukana watoto wetu vizuri. Byaratunaniye kubana n'abana bacu neza. Mimi sikilizeni niwaambie, umviriza ndababwire, kwenye maisha yangu, mu buzima bwanje, huwa sipendi sana kutamka maneno magumu na hasa matusi. Sinkunda kuvuga amajambo agumye cyane kandi ibitutsi ku bana. Mimi siku moja nilizungumza hivi mbere ya mtoto, maana mimi nimepata mtoto mmoja. Imbere y'umwana wanje kuna vya umwana. Alikuwa anafanya vitu ambavyo sio vizuri. Yareka arakora ibintu atari vyiza. Sasa nikamwambia, lakini wewe, ndamubwira wewe ni mjinga. Wewe kwani unafanya hivi? Hilo neno nililijutia. Kwa hivyo icyo kintu nacicujije. Siku nyingine nikiwa nazungumza, icyo ni niko ndavuga, baadaye na yeye nikasikia ananiambia, wewe baba jinga. Ati wewe papa na uli kijuju. Yani alikuwa mdogo, leo na miaka 30 na mingapi sasa? Yali mtoto. Ni wa mwaka 92 mwishoni. Yali mtoya. Sijasahau kuniambia. Nubu afise miaka 34, sindibagira iryo jambo. Alisema wewe baba jinga. Naje ambwira ngo nawe papa uli kijuju. Sasa tukiwa peke yetu na mke wangu, ati leo tuelele kwa mkenyezi. Ile ndio zungumza kwa bana jambo wafuka. Manaka alijua ni lugha ya kawaida. Ti mwana aciye yumva umenga ni ikintu gisanzwe. Ninazungumza, mke wangu yuko hapa. Nabivuze umugore wanje yuko. Hata yeye anajua mimi ni mkali kweli. Nawe nyene narabizi ko jewe nkara. Mimi ninajizuia kusema matusi. Ariko ndiyubara kuvuga igitutsi. Sasa mwingine mtoto anamuona anafanya mambo yasiyofaa. Uwundi arabona umwana ariko arakora ibitari byo. Anasema yani huyu
huyu hamuna chochote. Mimi kila siku nawaambia huyu hana lolote. Kila siku nawaambia huyu hana chochote. Sasa sisi wa hawa Tanzania, kuna lugha wanaume wanasema na wanawake wanasema, yani huyu yeye mwenyewe hata mahali yake siwezi kula tena, kama mahali ukiila ujiandae kuirudisha. Sasa unategemea huyo bina kiolewa atakaa kwenye mji? Wewe umesema kwamba hata kiolewa atakaa kwenye mji, na hata ukila mahali ujiandae kuirudisha. Yani hiyo ni mbegu umepanda tayari. Sijui kwenu Burundi, yani wewe unaposema kwamba huyu mtoto hana lolote, huyu mtoto hana chochote, ninakwambia hivi hata kuja awe na chochote. Yesu alipoona ule mtini, Yesu amaze kubona ico giti, hayakuwa majira ya kuiva, cyari gihe cy'isukoni kwama. Labda niulize Burundi, sasa hivi maembe yapo? Imyembe yangekuwa yapo ningewadai muniletee leo jioni. Napenda sana matunda. Ni yaba ariho nakwabwire muze kubunzanira. Sasa mtu akienda kwenye mti wa mwembe asema nimekuja kutafuta maembe sasa hivi, si anatafuta sababu nyingine. Umuntu agiye ku mwembe akavuga ati ngomba kuja kwamura imyembe, agomba kurondera ibindi. Sasa Yesu alienda kwenye mti, sio majira yake, kandi yagiye kuri ico giti. Yesu alikwenda kuwafundisha wanafunzi wake. Yesu yagomba kwamba kauli ina nguvu, ko ijambo kauli ina nguvu. Yani mimi kwenye maisha yangu kijewe mu buzima bwangu natamani kusema hivi, nifuza kuvuga ngo mimi hata kufa siwezi kufa mapema, nugupfa sije ndopfa ningoga. Sasa mwingine hata kichomi kikishika atundi na akasonga kuzibura. Hata msiba wa juzi atavuga ati nyaje twari kucyunamo kwa ntuze amewawa na kichomi, ati niwe nyine apfuye kubera umusonga, na yeye kilikuwa kimeshika hapa, niwe nyine umusonga urufashe, na mimi kimeshika hapa, nanje umusonga ufashe ngaha. Unategemea utapona? Tubibaza kugutokira. Juzi mwingine amekufa kwa pressure, timile mesi umwewe yapfuye kuguhahamuka. Sasa hata mimi jana ni wamenipima, ati najewe nijoro barapimye, wameniambia nina pressure ya kushuka, ati najewe bavuze yuko ishe kuhababuka igihababu cyo hasi. Nipe mkono kwanza. Pigia Yesu makofi. Baramashimana. Na yeye wamemuzika, nawe baramuhamvye. Sikiliza nikwambie, umviriza ndakubarira. Daudi anatafutwa na maadui wengi. Daudi yarondegwa na basi benshi. Usalama wa taifa wamemfuata, na wanajeshi wamemfuata, na wasoda bakamukurikira. Tena amekimbilia nchi nyingine, kandi ahungira mu kindi gihugu. Kule alikokimbilia hariyo yahungiye, wakamvamia, naho nyene walipomzingira bamaze kumuzunguruka, atafuta mbinu ya kijeshi, atangura kurondera tagitike z'intambara, akaanza kudondosha mate ya kama mugu wa kifafa, atangura kurekereza mate nk'umuntu urukonda nk'umuntu atagira ubwenge. Urwaye intandara. Mwisho hanyuma wale maaskari wakasema hivi, baba sirikare baravuga bati, hivi kweli tunatuma kwenda kukamata mwenda wazimu? Tinone tuje gufata umusazi kweli? Na ndivyo imeandikwa kwenye Biblia. Na niko vyanditswe mu Biblia. Tumetuma kwenda kukamata mwenda wazimu. Hivi komando wanaweza kwenda kukamata mwenda wazimu? Abantu baba komando baraza ambaye hana shughuli yoyote ya kufanya, hana madhara yoyote kwa taifa. Sisi tunaalikwa kwenda kukamata mwenda wazimu. Daudi wakamwacha hapo. Daudi bachamulika, akaondoka Daudi salama. Daudi acha hivyo, walipomwacha akatoka salama, achagenda mahoro. Alafu anaandika kile kitabu cha Zaburi, anasema sitakufa bali nitaishi. Aravuga ati sinzofa ariko nzobaho. Sitakufa bali nitaishi, sinzofa ariko nzobaho. Hebu wote tuseme sitakufa bali nitaishi. Twese tuvuge tuti sinzofa ariko nzobaho.
Subiramo kandi sinzopfa ariko nzobaho. Sitakufa bali nitaishi tena. Sinzopfa ariko nzobaho. Subiramo. Hiyo ni lugha ya Kiswahili na Kirundi. Ubwo ni ururimi rw'Igiswahili n'Ikirundi. Lakini sehemu nyingine, ariko ahandi turabona watu wengi wamejitabiria mambo mabaya. Abantu benshi bivuze ko ubuhanuzi bubu baada ya neno la Yesu kusema, baada ya neno la Yesu kutamka, inyuma yuko Yesu avuze, alipokwisha kutamka, amaze kuvuga, waliondoka wakaenda na safari. Baciye bava ngaho babandanya ubwenge, wakaenda na huduma, babandanya n'ibikorwa. Jioni yake walipita tena, ku mugoroba baca hahandi. Walipopita pale, baciye hahandi ni mstari wa 20, umurongo wa 20. Imeandikwaje? Hebu tusome. Huyu ni Yesu anapita, ni Yesu anawafundisha wanafunzi wake, anawaonyesha nguvu ya maneno, abereka ubushobozi kauli ya maneno, abereka ubushobozi bw'ijambo. Mstari wa 20 anasema hivi, umurongo wa 20, asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulani umenyauka. Bukeye karekare bariko barahita, babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati, mwigisha, wa musukoni wumye wakabiranye. Ule mstari wa 22 anasema hivi, murongo 22, Yesu akajibu akamwambia, muamini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Yesu aramwishura aramubwira ati, nimwamane kwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati, shinguka utagwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa, azokibona. Amen. Amen. Sikiliza, umviriza. Imani ni kitu cha muhimu sana. Ukwizera ni kitu gikomeye sana. Unapotamka kwa imani. Iyo uvuze ikintu kivuge mu kwizera. Tulikuwa na mkutano Bukiriro, jamani. Twari dufise ninyi si majirani na Bukiriro. Tukorana Bukiriro. Bukiriro si hapa. Mwe ntimwegereye Bukiriro. Nimepoteza kidogo hapa. Mwaka 89 mu 89 nilikuwa pale Bukiriro. Nari ndi haji Bukiriro. Tulikuwa na mchungaji wetu kiongozi. Twari dufise umupaseri umurongozi, ambaye ni mchungaji kiongozi wa hii kwaya hii. Aliwe murongozi w'ikorale nyene. Ndiye alikuwa mhubiri. Niwe yari umwigisha aho hantu. Akahubiri. Arigisha aho hantu. Sisi tulikuwa waombaji pale. Twarabasenza aho hantu. Akaita watu wenye shida mbalimbali. Arahamagara abantu bafise ibibazo. Akasema, viwete, vilema, vipofu, viziwi, njoni hapa. Aravuga ati, impumyi, ibimuga, abafise ibibazo bitandukanye. Mara yangu ya kwanza naona kiwete anasimama. Ni kwa bwa mbere mbonye ikimuga gihaguruka. Sasa siku moja yule jamaa alipoanza kusimama, yule wa kwanza sasa, kila anaposimama, umunsi umwe, siku hiyo uwo munsi aliposema simama, avuze ati haguruka, yule jamaa akasimama. Wa muntu mbona arahagurutse. Aliposimama, amaze guhagarara, kiwete alikuwa na miaka, tuseme miaka ile kama 30 kwa wakati ule. Ico kimuga cyari gifite imyaka 30 sana ninapozungumza kwa leo. Ubu n'umutamashaji. Baadaye yule jamaa akaanza kusema hivi moyoni mwake, wa muntu atangura kuvugira mu mutima, yeye sasa anatengeneza viatu, anashona viatu na nini. Wewe yishonera ibirato. Akasema hivi, aravuga ati, hivi mimi nikisimama
atari iko jewe mpaka anza kutembea, katangura gutambuka. Hivi nitaishije sasa? Notamba ho gute kweli? Maana maisha yangu ninatengeneza kubazi na viatu. Ati aho ndi jewe ndafise ivyo nikorera, ndivyo vinavyonifanya niishi. Mushoni birato nivyo bituma kombaho. Akarudi China kaka. Hanyuma atasubira kuba iki mchungaji huyu akaendelea, simama kwa jina la Bwana, 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 simama kwa jina la Bwana. Yule jamaa kainuka tena mara ya pili. Wa mwana wangu kuja kauli ni ile ile, mimi nikipona nitafanya nini? Ati nini akira jenzo cha holi, kazi yangu itakuwa nini? Akarudi tena atasubira kukimuka kandi mara ya tatu, ubugira gatatu, simama kwa jina la Bwana. Watu walikuwa wengi, haguruka mu izina rya Yesu. Abantu bari bengi, watu walikuwa wengi, vipofu walipona. Mimi naona kwa macho, abantu b'impumyi bakize jewe mbona. Vipofu sio huu muwasho wa macho, vipofu abantu nyene bahumye. Sasa barabona mara ya tatu ule uwepo kamwacha. Alama iliyobaki kwake ni moja tu, ikimenyesho cyasigaye kuri we. Alikuwa na nundu mgongoni kubwa sana, yarafise inyonzo iliyeyuka muda ule yaciva muri ako kanya nyene. Basi baadaye tukiwa tunaongea tumemaliza, tuliko tunafunga kule, atangura kuvuga, unajua mimi nimesimama mara tatu, ila nilikuwa najiza hivi nikipona ndaishije? Ati nina haguruka ndocha nkora iki? Hayo akatusimulia. Tubwira ivyo kauli inatosha kumuinua mtu au kumweka kubakia pale pale alipo. Ijambo linashobora gutuma umuntu haguruka canke akaguma hahandi yarara. Kuna watu kama tulivyofundishwa wamefungwa, wako kwenye kamba, hawezi kutoka mpaka kauli nyingine itoke. Baboshwe mpaka irindi jambo. Yule mtu mpaka leo ni kiwete na ni mzee. N'uyu munsi wa muntu aracari, ila alinyoshwa mgongo tu, aliko umugongo wao warakiza. Hawa waimbaji kama kuna watu wenye umri mkubwa kina Sefania wanakumbuka, bakuze baravyibuka, wanajua, maana wengine hapa hata mama zao walikuwa hawajachumbiwa, maana zamani sana, ni kera cyane, hata nabo bari batarareshwa. Kwani mke wa mzee wa kanisa alikuwa ameshaolewa? Si bado kabisa. Umugore wa mzee wa kanisa alikuwa shuleni huko, shule ya msingi, yarakiri kwishuri, na wengine hapa. Nataka kuzungumza hivi, nagoma mvugeni, iko nguvu ya maneno, hari ubushobozi mwisha ambayo ukitamka leo, uze kuvuga uyu munsi, ukitamkiwa leo, ukavugwa ko inakwenda kuwa, bizobukonye, inakwenda kufanyika, bizogenda gukorwa, inakwenda kutokea, bizobukonye. Sema amina. Vugatyame. Mimi ni mchungaji, jewe ndi paseri, mimi ni mhubiri, jewe ndi muvuga, ninahubiri huko na kule, ndavuga utuma hirya no hino kwenye nchi za Afrika, ubihugu kama nchi 5 6 nimepita mimi. Wewe mu bihugu nka 5 cyangwa 6 ndabaza kubicamo, nimepita kwa habari ya Injili na mahashiye mu, lakini aliyenitamkia ni mchungaji kiongozi wangu Makoko. Wamuze kwisha, alisema ninakuombea utakwenda mazingira ya sehemu mbalimbali, atuzogenda mu, na Bwana ameweka huduma ndani yako, na utatembea katika upako wa nguvu ya hali ya juu, na hiyo nguvu natembea nayo, na hiyo nguvu naiona. Alishamka na mimi nazingatia alichonitamkia. Na mwaka 2000 no mu mwaka wa 2000 nilikuwa kwenye maombi, nali ndi mu masenga, Mungu akasema na mimi, imani iravugana na nilikuwa nimekaa kwenye nyumba yenye ukuta mrefu, nali nishe mu nzu, nimelala, nimekaa, yani kausingizi kamekuja, agatero karaza. Baadaye nikasikia sauti inaniambia, hanyuma numva ijwi liko rirambia, tazama nimekupa uwezo huu, kiraba ndaguhaye ubushobozi, utatembea katika nguvu hii, uzotembera muri ubu bushobozi. Yule mtu sikuona kichwa kinakoisha, ila miguu niliona. Watu wa sinabonye umutwe, nikasikia nani, alafu nilipoinuka kuangalia yule mtu akapotea. Ngiye kuraba, nilipoingia kwenye mkutano mmoja makanisa yetu, mnajua yalifika kwenye mwaka 2000 alipata shida akapazuka, mtakumbuka. Tunaje magikorera kimwe, murazi kwa amashingiro yacu ari mu Tanzania yigabanijemo. Sasa ule mwaka Mungu akasema na mimi, asema nimekupa uwezo huu, utatembea na uwezo huu, uzogia muri ubu bushobozi. Na nilipotoka mkutano wa kwanza, ndimbuye mu gikorane cha mbere, walipona vipofu wengi kwenye ule mkutano. Hakize ilikuwa sehemu za Kahama huko, hali iyo igahama. Na nilipotembea mahali pengine, atingia hali ulikuwa na mtu amepooza, ana siku nyingi amepooza, hali humu, wakati ninaomba yaramuka alianza kutembea
na wiki mbili alikuwa na uwezo wa kukimbia mbio kama za mtu ambaye hajawahi kuugua. Na wakati fulani nilienda kuhubiri sehemu za Kagera, kuna mahali panaitwa Mzani, kama naenda barabara kwenda Rwanda. Wakati na ubiri mkutano ule, ulikuwa na baba ana miaka mingi ameugua, lakini bado amekuwa sasa kiwete. Hali umutama yarara aho hantu yaragwa igihe kirekire, mwisho akaota na madonda huko kwa sababu anakame chuchuma hivi. Hanyuma yari yaragufise n'ibiguma ngaha kubera yama asuta. Kwenye maombi yale tuliyoyaomba, nguvu ya Mungu ilishukia akapona kwa jina la Yesu. Na mimi natamka leo, pokea uponyaji. Na mimi nasema pokea uponyaji. Na mimi nasema pokea uponyaji. Nasema pokea uponyaji. Yesu. Wanaonielewa wapone mkono. Abantahura ni mukiza amaboko turahabe. Hata kama walishatambika, naho boba baramaze walikutambikia wakazika wakaweka ardhini, naho boba barakuroze bakabihamba. Leo mchana huu nataka nitamke tamko lingine jipya, uyu munsi kubadilisha mashauri yote ya wachawi, guhindura iby'abarozi bose katika jina la Yesu, jina la Yesu Kristo. Nataka kubatilisha, nagomba mpindure, nataka nigeuze, nagomba mpindure ile uliotamkiwa inabadilika. Wangapi wanaamini hivyo? Bande bizeye. Wangapi wanaamini hivyo? Bande bavyizeye. Wangapi wanaamini hivyo? Bande bavyizeye. Yuko mama mmoja, hari umuvyeyi, yeye wakati tumemaliza kumbatiza, tumaze kumubatiza, alikuwa amepoteza nguo nyingi za wanawake, zile nguo wanazozivaa, nguo za ndani kabisa, kila moja najua, sio kwamba nikisema ni aibu. Nguo za mwanamke anazozivaa, hata wanaume tuna nguo tunazozivaa, zile nguo zimepotea kama 5. Zile mpuzu bambarirako zarazimye ari nyinshi. Na wakati natoka kubatizwa, mugihe asubuhi yake ametoka ndani ya nyumba, mulicho gitondo chungu kama cha kuweza kupika mboga, achasanga agakono gatoyi nkakaja ko guteka imboga, chungu kipya hakijawahi kuchemsha chochote, akanaga gashasha katarateka ikintu na kimwe. Akakuta nguo zake zote zimeletwa pale mlangoni, asanga za mpuzu ziwe zose, ila kila ncha zilikatwa, aliko achukua mti akawa nainua, aliko haranga zake zira kutuntu bagira akaona. Baadaye akaniletea taarifa, hanyuma achazaraziraba neza amachanzanira. Ni mwaka uliofuata nilikuja kuhubiri hapa Kabuyenge, hanyuma no mwaka wa 2009 2010 nilikuja Kabuyenge, ali mu 2009 akaja kuniambia, mchungaji, nafanyaje? Kuna 1 2 3. Nikasema nenda kile chungu kakivunje na zile nguo kaziteketeze na moto. Acharazaramba liranja namwira tigenda umeneka jya gakono alimazia. Aliyekuwa mfanya hivyo mama mkwe alikuja mwenyewe akasema hivi, wali amukore hivyo nabukwe alikuja akamuuliza hivi, yashaza aramubaza, akasema lakini mwenga, aramubaza ati none ka mwenga, wewe ulienda kwa mganga yupi? Ati wagiye kuwe mupfumu. Sema mganga gani? Ati mupfumu uwe. Mimi nakuona wewe sio mtu wa kawaida. Ati wenda kuona kukuru mudasa. Tena wewe ni mtu mgumu sana. Kandi wewe uragoye cyane wewe. Nasema mimi wala sijaenda kwa mganga yeyote. Ati jewe nta n'umupfumu umwe nagiye. Lakini mnajua kama tuna mganga mkuu kuliko waganga. Mnazi ko dufite umupfumu wase mabandi bapfumu. Unajua hiyo? Tivyo murabizi. Unajua hiyo? Tivyo murabizi. Unaelewa hiyo? Tivyo murabitahura. Unaelewa hiyo? Tivyo murabitahura. Niseme nisiseme? Mvuge canke si. Tumeombea watu wenye vyeti wa kwenda Muhimbili. Twasengera abantu bafise impapuro zibajana Muhimbili kwenda kufanyia operation, kugenda kubagwa. Na mwingine alikuwa ameambiwa kwenda India. Nubundi yali yabwiye kujanwa mu Buhindi. Na hata kuna miezi miwili imepita, nubu hali amezi birahetse. Kuna binti nimemuombea nyumbani, hari mwingine anasema ameambiwa kwenda Bugando. Yarabwiwe kujanwa mu hizo hospitali kubwa sana. Yo n'amavuriro akomeye. Wamepona bure katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuri gusa mu izina rya Yesu. Sikiliza nikwambie, nagomba ndakubwira kubwa hatutaki kuamini. Abantu benshi ntitugomba kuamini Mungu anaweza. Bizera Imana irashoboye. Ule mti alioulani Yesu, utagiti Yesu yavuma, ulikauka, cyaciye cuma. Halafu Yesu akawapitisha wanafunzi. Yesu asabacisha abigishwa, akawaambia hivi, arababwira, akamwambia hivi, baramubwira bati ule mti ulioulani umenyauka. Ati cagiti wavuma cyo. Na ilikuwa ni asubuhi, sasa jioni yake hari mu gatondo mu kumugoroba.
Yesu aliwapitisha makusudi, yabacishije kubw'intumbero. Sikiliza nikwambie, nagomba nakubwire, miaka mitano imepita, mu myaka 3 iheze nilikuwa nahubiri Mbeya, niko ndavuga ubutumwa Mbeya. Mkoa wa Mbeya umepakana na Malawi. Ntara ya Mbeya iri ku mupaka wa Malawi na Zambia. Na huko pia nimeenda. Naho nyene naragiye. Sasa nikiwa nahubiri mpakani mwa Malawi, ndiko navuga ubutumwa ku mupaka wa Tanzania. Nikaambiwa na mchungaji kiongozi, ndabwibwa n'umupaseri waho hantu, kanisa moja aravuga ati mfise ishengero rimwe, nimeshazika wachungaji 2, tumaze guhamba abapaseri 2, na watatu n'uwa gatatu ana kifafa, aragwaye ibicuri ngandara. Nikamuuliza, rudia tena. Ndamubaza ati nsubira kandi, kanisani kuna makaburi 2, ati kwisengero hari imva 2, na wote ni wachungaji, ati bose n'abapaseri, na watatu ana kifafa, n'uwa gatatu agwaye intandara. Nikamwambia kabla tujamaliza mkutano huu tutaomba naye. Aravuga ati ndamubwira nti tutaramara igikorane tubanze sengera uwo muntu. Hivi ninakwambia na yeye walikuwa nasubiri kumumaliza. Tuliomba mpaka leo bado anaishi, ni zaidi ya miaka 5 sasa imepita. Nawe nyene bagomba bamumalize bamukureho. Kanisa maana yake anayeroga watu yumo mule kanisani. Ati ni shengero umuntu aroga bari mw'iryo shengero nyene. Na ninataka nikwambie ni bahati mbaya, nagomba nakubwire n'igihamana kibi. Kristo uliyeokoka unaonewa na mizimu. Umukristo wamaze gukizwa imyuka mibi ikigukurikira. Yaani Roho Mtakatifu asemeye kwenye mdomo wako, mpwemu yera akavugira mu kanwa kawe, na majini anasemea kwenye mdomo wako, ibisigo bikavugira mu kanwa kawe. Yaani umbwa anakula sahani moja na paka, imbwa irira mu isahani imwe n'akayabo. Kama havikulelewa pamoja haiwezekani. N'ababitarerewe hamwe ntibishoboka. Nataka nikwambie jioni ya leo tunakataa hiyo hali. Nagomba ndakubwire ivyo tugomba tunakataa jioni ya leo hiyo hali. Kuri no mugoro ivyo tunaikataa hiyo. Leo nilipokuja niliona mtu tena, ndugu wewe, niliona ulikuwa umevaa t-shirt imeandikwa Prayer International Prayer. Na maana hapa kuna kundi la maombi. Ndio. Wapo. Na hapa wapo. Ndio. Nitawaona. Tunataka tufanye maombi, acha mazoea. Tugomba dukora amasengesho, mureke ivyo kamenyere. Tulikuwa tunaombea Kigali. Tulikuwa tuna maombi ya kimataifa Kigali. Kwa hiyo dufite amasengesho Kigali, Rwanda huko. Ali mu Rwanda. Askofu wao tukianza kuomba, askofu wao mkuu, umwongere wabo mukuru, wanaweka nguo ili vumbi simupate. Bakacha umwongere wabo bakacha bamuzungurusha bakacha bamuzunguruka na ibipande, ibikingizo byo kumukingira vumbi simpate, inkungugu ntimujeko. Bakacha bagira guca ngo inkungugu ntimujeko. Sisi tunaendelea kuomba, tunazunguka, twabandanya gusenga tuko turazunguka. Askofu wetu yuko nazunguka, askofu wa Kongo yuko nazunguka, lakini wao wa Rwanda wamemzunguka askofu wao. Umwongere wacu ariko arazunguruka, n'umwongere wo muri Kongo ariko arazunguruka, ariko wo mu Rwanda akaba bamuzungurutsa ibitambara kugira ngo tena wanawaambia piteni mbali, bavuga ati muze muramwigira kure, muze muramwigira kure. Sawa, tego. Kuna neno Yesu alizungumza. Hari jambo Yesu yavuze. Na kabla ya Yesu, na imbere ya Yesu, kuna maneno ya Daudi. Hari amajambo ya Daudi. Naomba uandike kitabu cha Samueli wa kwanza. Nagomba uandike kitabu cha Samueli cha mbere, sura 17, igice cha 17. Utasoma sura yote. Uzosoma ico gice cyose. Lakini maneno nitakayokuonyesha ni mafupi sana. Ariko amajambo nza kukwereka ni magufi cyane. Yale maneno ya majambo yalikuwa yanahusiana vita ya Israeli na Wafilisti. Ni ya majambo yerekana intambara y'Abisirayeli n'Abafilistia. Siku nyingi zimepita hawasinzii. Iminsi myinshi yari heze badasinzira. Halafu Daudi alikuwa machungani. Hanyuma Daudi yari mu buragiriro. Akiwa huko machungani, ari hiyo mu buragiriro, baba yake akamtuma
sewe aramutuma awapelekee chakula ndugu zake, abashira indya bene wabo. Akaacha mlinzi mmoja wa wanyama, asiga umurabira bitungwa, akapeleka aratwara izo ndya. Alipoenda amaze kugenda akakutana na tangazo, asanga hari ivyo bariko baratangaza. Mfalme ametangaza, umwami ariko aratangaza kwa shida tulioipata, aravuga ati kungorane twaro atakayemuua Goliati, uzokwisha Goliati, ninamwahidi kumfanyia yafuatayo. Nzosha ndamukorera ibikurikira. Kwanza nitamuozesha binti yangu, hanyuma bwa mbere nzosha ndamuha umukobwa wanjye, halafu nitamuinua atakuwa mtu mkubwa, hanyuma nzosha ndamushira hejuru y'umuntu akomeye, halafu atakuwa tajiri mkubwa, hanyuma nzosha bamutunza akomeye cyane, na ulinzi utakuwa juu yake, n'abamurinda bazosha hayo yote atakuwa nayo. Ivyo byose bizoba kuriwe. Akakuta wako nazungumuza, Dawidi asanga bariko baravuga ivyo byose, itenda imetangazwa, aravuga ati vyamaze gutangazwa. Akapokea taarifa, arakira ubwo butumwa, akapeleka chakula kawapa, arashira indya bene wabo watatu wakubwa zake, bene wabo bakuru batatu, wanajeshi, abasohisi wenye nguvu, bafise inkomezi, wako hapo. bali ngaho. Walipomaliza kupokea kile chakula, bamaze kwakira zanja, akaanza kuongea. Dawidi atangura kuvuga, uniambie mfalme amesemaje? Uvuge umwami yavuze. Wakarudia tena, barabisubiramwo bati, yule kaka yake, wale kaka zake wakasema, sasa huyu bwana mdogo anataka kuleta kiherehere, sisi watu wakubwa tumeshindwa. Bene wabo batakubura kuvuga ati akakana gatangwe kwishira imbere, wakamkemea pale pale. Twebwe bakuru baramukanira, yani wewe tunakujua toka zamani, ati wewe tunakuja, wewe una kiburi, wewe ufise ubwibone, kilichokutoa huko ukaja huku ni nini? Cyakuzanye ni giki? Daudi akajitetea, Daudi aravuga, kwani nimekosa nini? None nkozi iki bene data? Jamani, kuna watu wanasinzia, mimi sitaenda sana. Hari abantu bariko barasinzira, kuna kitu nataka kwenda kufanya, lakini kabla ya kufanya nikuonyeshe maneno haya. Nagomba nakwereka ya majambo. Daudi akawaambia hivi, Daudi arababwira ati, sina kosa nilokosa, nta igicumuro nacumuye. Mimi nauliza tu mfalme amesemaje? Niko ndabaza gusa umwami yavuze ngo iki? Ikabidi wampeleke kwa mfalme. Hanyuma ashomutwara Sauli alipomuona, Sauli amaze kumubona, soma hii na sura ile inayofuata. Mfalme akasema hivi, wewe ni kijana tu. Umwami aravuga ati, wewe uri umwana uracari umuyabaga. Hiyo kauli, iyo mvugo, na wakisema kwamba wewe ni mchungaji tu wa kawaida. Bali ndavuga ati wewe mpasera asanzwe. Kuna wachungaji wao wakiambia kwamba mimi ni mchungaji wa tawi, ananyongonyea. Bali ndavuga ati uyu numpaseri wo kwishami, acha yumva nyene ababaye. Lakini nakwambia Mungu akiwa ndani yako, ariko Imana iri muri wewe, kama mahali pa wakuu, uzohonyora abantu bahambaye kutafuta kwamba wewe kwani umekwenda huko. Nta nuzokubaza ati niko kigiye. Nilianza kuhubiri na viongozi wakubwa wa kitaifa mapema sana. Ati natanguye kuvuga ubutumwa bwiza y'abarongozi wa kitaifa, anakaa hapo na hubiri na yeye na abantu barongoye ibihugu bice bikicara ngaho havuga ubutumwa bwiza. Yule Daudi aliposikia neno tu, amaze kumva ijambo gusa. Hebu isome hilo neno mliona. Isome iryo jambo, halafu tutakwenda. Hanyuma turaza kubandanya. Samueli wa kwanza, igitabo cha Samueli cha mbere, sura 17, igice cha 17. Tusome ule mstari wa 31. Tusome umurongo wa 31. Imeandikwa hivi: na maneno hayo yaliyosemwa Daudi alipoyasikia, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyo, kwa ajili ya huyo. Mimi ni mtumishi wako, nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe kijana tu. Bumvise amajambo Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sauli, araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sauli ati, ntihagire uwo arandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sauli yishura Dawidi ati, ntushobora kuja kurwana ntushobora kuja kurwanya uwo Mufilisitiya kuko uri umwana, ariko
ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Wewe uri umwana, wewe ni mtoto tu, wewe uri umwana gusa. Wanaume wananyanyasa wanawake kwamba wewe na wewe mwanamke unajua ni wewe si mwanamke tu. Abagabo barakunda kurenganya abagore. Na wewe wa mugore we, na wewe unachokijua wewe si mwanamke tu, wewe uri umugore gusa. Wewe si mtoto tu, wewe uri umwana gusa. Wewe si mwinjilisti tu, wewe uri umuvuga butumwa gusa. Wewe si mchungaji wa kawaida tu, wewe uri umupasiri hasa. Wewe si mwimbaji tu, wewe uri umurinzi asanzwe. Ikatae hiyo tu, wanke iryo jambo bavuga ati gusa. Wewe kataa hiyo tu, anka iryo jambo rivuga ngo gusa. Kataa, anka. Wewe una nafasi gani kanisani? Mimi ni mshirika wa kawaida. Atuwafisi kibanza kiye mu nshengero. Eti wa kawaida. Ndumukiriza asanzwe. Wewe ni wa kawaida. Turi mukiriza asanzwe. Shetani akija unampa nafasi. Satani alinda zo shumu ikiba. Na wewe unasema mimi ni mshirika tu. Achaza akavuga ati wewe uri mukiriza asanzwe gusa. Wewe una nafasi gani? Mimi wewe mwambie mimi ni mshirika, ninamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Mubwire ati jewe ndi mukirizo mimi ni mshirika muombaji. Ati ndi musenzi. Mimi ni mpiganaji. Ati jewe ndi mugwanyi. Yesu naye anasemaje? Yesu nawe avuga ngo iki? Sura ya 6 ya Yohana mstari wa 63. Sura ya 6 igice cha 6 mutweze uko bwanditswe na Yohana. Hebu nisomee huo mstari. Yohana amesinzia. Somera uwo murongo. Nisomee halafu na wewe upekwe usome. Sura ya 6. Kama amesinzia sasa. Soma huo mstari wa 6:63, mstari mmoja tu. Yohana 6:63 Biblia inasema, Roho ndiyo itiayo uzima. Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho. Rudia tena huo mstari baada ya kupewa maiki. Nitarudia kama ilivyo. Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Amen. Amen. Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amajambo mbabwiye ni mpwemu n'ubugingo. Jamani, hili neno linafahamika? Ndio jambo lirumvikana kwamba roho ndiyo inayotia uzima, niyo izana ubugingo. Mwili haufai kitu. Umubiri maana yake unapotamka kitu unakume kitamuka kwenye ulimwengu wa kiroho. Ni ukuvuga iyo uvuze ijambo halafu linafanya kazi kicha gikorwa muri ako kanya. Hata kama hujajenga nyumba, naho utarubaka inzu, unaiona nyumba kwenye ulimwengu wa roho. Urayibona inzu mu buryo bw'impemu, kwamba nyumba yangu itakuwa hivi, itakuwa hivi. Yani mimi nilikuwa naota vitu vya ajabu. Nilikuwa naota gari, naota umeme. Zamani sana niliota eti tunaishi kwenye nyumba inayowaka. Ndota imodoka, ndota inzu, ndota umeme ama sitimu. Umuyaga nkuba. Bawita umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba. Izi timu ni nduze ni mu Kiganda. Izi timu ni mu Kiganda. Inyaka umuyaga nkuba. Umunyaga nkuba. Umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba. Hapo sasa hiyo ni vocabulary kali sana hiyo. Hapo nimetembea, hapo nimechemka. Ndio. Sasa kama wengine mngekuwa naandika kwamba hiyo mzamuandika umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba. Ndio. Mimi nikija kwenu kuhubiri na wauliza na atakayepitia uzogishobora zaidi atapata nini? Ndabasezerana ngo azoronka iki? Sikiliza, umviriza. Kila unachokitamka, icyo uvuze cyose, ulimwengu wa roho unatambua. Mu buryo bw'impwemu kiramenyekana. Mungu anajua
Imana iramenya na shetani anajua na satani aramenya. Nimesema hivi, ndavuze nti kabla ya kujenga tunaona nyumba, imbere y'ukubaka ubanza kubona inzu. Kabla hujaoa unaona ndoa, lakini hujaoa. Utararongora ubanza kubona ubukwe. Unaona kama mke wako amesimama hapo, ushobora umenga umugore wawe, unaona msajili yuko anasajili ndoa, urabona yuko umenga unaona umevaa shela, ukabona ya wambaye. Ukiamini utafunga ndoa. Ulinzo vyizera uzokura. Kama umelala muda mrefu umeugua, wajamye mwanya muremure ugwaye, unaona kama umepona, ukabona umenga wakize, na unatembea ni mzima, na uri kuratambuka wakize, na mwisho unapona. Numurika kanya uraza gukira. Lakini ukiona unakufa, lakini ubonye wapfuye, halafu sikemee, na hanyuma ntukanka miliyoni hemu, unakufa kweli, urapfa nyene. Sasa leo hii, uyu munsi rero, nataka tutamke maneno. Ngomba tuvuge amajambo, maneno mazito kwa shetani, amajambo akomeye kuri satani, maneno yanayoleta mbingu mahali hapa, amajambo aza kuzana ubwami bw'Imana, maneno yatakayoshusha ufalme wa Mungu, amajambo aza kuruta ubwami bw'Imana hapa. Sikiliza nikwambie, umviriza ndakubarira, Roho Mtakatifu mwemu yera tunapomwalika, iyo tumuhamagaye, yani sikiliza, umviriza, Roho Mtakatifu mwemu yera tunapomwalika, iyo tumuhaye kaze, analeta vitu vyote, azana ibintu vyose. Serikali ya mbinguni inashuka, leta yo mwijuru yururuka, serikali yote inashuka nzima nzima, leta yose yururuka yose, halafu huduma zote zinafanyika, hanyuma ibikorwa byose kacha bitangura gukoreka. Anakuja Mungu Baba, araza Imana Data, anakuja Mungu Mwana, haraza Yesu, anakuja na Mungu Roho Mtakatifu, haraza na mwemu yera, huduma zote zinafanyika, ibikorwa byose kacha bitangura. Rais wenu akija hapa, President wacu aje ngaha, anakuja na mawaziri wote, aje n'abashikiranga, kama haji na waziri kamili, anakuja na naibu waziri, ataje n'abashikiranga. Wakiuliza juu ya giza liloko hapa, maana hapa naona kweli hamna umeme, alinga zanga hagasanga nta muyaga nkuba mufise. Yani sisi kwetu vijijini, yani mpaka umeme, mpaka sijui wapi umeme, ubwe hii wapi, na ninyi najua utakuja tu, bisagara bito bito, muyaga nkuba, na hapa umeme utakuja. Tunaomba Mungu alete umeme hapa, muyaga nkuba ngaha, siku nyingine tukija tunakuta umeme, ikindi gihe tuze dusanga muyaga nkuba uri ngaha, na hiyo barabara hiyo ambayo ina daraja waweke, niyo barabara ngaho ijafise ikiraro kize gishibweho. Naomba tusimame, nagomba duhaguruke, naomba tusimame, waimbaji ninyi ngieni uwanjani, duhaguruka baririmbyi mutega mu kibuga fulani wa kuvuta uwepo wa Mungu, muririmba karimbo ko guhamagara ubushobozi. Kama mna wimbo wa kuabudu ambao unaweza wakwaya wa kuabudu wa kuvuta uwepo wa Mungu, fanyeni haraka. Mimi makomando kurimba go gutazira. Shetani najua huwa hafurahi vitu hivi, Shetani turazi ko atanezererwa, lakini sisi tulichokusudia kufanya tunakifanya. Ariko icyo twiteguriye gukora uyu munsi, tunataka tufanye kwenye kiwanja hiki, tugomba dukorere mu kino kibuga. Na ninataka nikwambie hivi, nagomba nakubwire kitu kinachotuharibia ni mazoea, kitwononera n'akamenyere. Mazoea ni mabaya, akamenyere ni kabi. Kwamba mimi nimeombewa miaka mingi, uravuga uti nasengeye sijawahi kufunguliwa, yani wataendea kuomba, mimi nitapona siku ya parapanda. Wewe subiri parapanda hiki, ndio upone. Lakini nataka nikwambie, kupona ni leo, gukira n'uyu munsi, kupona ni leo, gukira n'uyu munsi. Anayetaka kupona ni leo, ushaka gukira n'uyu munsi. Naomba muimbe wimbo wa kuvuta uwepo wa Mungu, ninyi waimbaji, nagomba muririmbe akarimbo, wakati ninawakusanya watu. Niko ndegereza sijui sasa kama umeme utarudi, sinzi ko muri iyo uza kugaburuka. Wewe